utaandika kuinena hekima ya Mungu. Kuinena hekima ya Mungu. Kuinena maana yake kuiongea hekima ya Mungu. Kuinena hekima ya Mungu. Kuinena hekima ya Mungu. Na Mungu na Roho Mungu atakusaidia. Hautaliona kama somo gumu. Utaliona hasa nitakapozidi kuingia nayo, unaweza kuona vitu vingine kama vigumu fulani. Lakini ni ufunuo ambao Mungu anakuwa anaendelea kukupa wewe ili uendelee kumjua zaidi. Kwa sababu kumbuka, duniani hapa hauwezi ukamshinda shetani kama hauna neno la Mungu ndani. Shetani haumshindi kwa sababu unaomba sana na unafunga sana. Shetani unamshinda kwa sababu ya neno lililo ndani ya roho yako. Amen. Na hilo neno linakaa ndani yako kwa kulitafakari sana usiku na mchana. Kwa hiyo unapoinuka kuomba, kama neno ndani lipo, utamshinda shetani na vikwazo vya ulimwengu huu. Utaweza kuvishinda. Vikwazo ni pamoja na dhambi, tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi cha uzima, vyote tunavishinda. Masuala ya kiuchumi, kuishi maisha magumu tu kila wakati, kuwa na stress. Mtu unafanya kazi lakini bado hali ya kiuchumi ni mbaya. Kitu ambacho hakikubaliki katika mbingu za Bwana. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Sasa angalia, kuinena hekima ya Mungu. Cha kwanza nataka ujue kwamba neno la Mungu ni hekima ya Mungu mwenyewe. Neno la Mungu ni hekima ya Mungu mwenyewe. Neno la Mungu. Neno la Mungu nao ulisoma kwenye Biblia ni hekima ya Mungu Jehova Yahweh. Sawa sawa? Hicho cha kwanza. Cha pili, neno la Mungu ni lugha ya rohoni. Kwa hiyo unaposema kuinena hekima ya Mungu, manake unaongea lugha ya rohoni. Na lugha ya rohoni ni lugha ambayo haiwezi kueleweka kwenye akili ya mwanadamu. Inaeleweka kwenye akili ya rohoni ya mwanadamu, au inaeleweka kwenye roho ya mwanadamu. Watu wengi sana wanasoma neno la Mungu, lakini asilimia kubwa wanaposoma wanaona neno la Mungu ni kama historia, ni kama jambo lililopita. Hajui kwamba neno la Mungu ni kitu kinachoishi sasa na hata milele. Sawa sawa? Neno la Mungu ni kitu kinachoishi sasa hata milele. Neno la Mungu sio historia iliyopita. Kuna baadhi ya maeneo ambayo ni historia, lakini kuna mengine mengi unatakiwa uyaishi sasa ili yakusaidie kuishi katika ulimwengu huu mgumu uliojaa dhambi, vita, vikwazo, chuki, hasira, wivu, upendeleo. Sasa kuvishinda vyote hivi lazima uwe na neno la Mungu linaloishi ndani ya roho yako. Kwa sababu neno la Mungu likiishi ndani yako, maana yake ni Mungu mwenyewe anaishi ndani yako. Sawa sawa? Hebu fungua mzee wangu hapo. Ngoja, kuna andiko moja nataka ulijue. Samueli wa kwanza sura ya 3 na ule mstari wa 7. Fungua mzee Swebe. Samueli wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 7. Yeah. Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa 7. Hebu nisome nisikie. Nafikiri jamani niko sawa. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana. Yes. Ongeza sauti hilo, ongeza sauti. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado. Na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Kwa hiyo utaona sasa, neno la Mungu kama halijafunuliwa ndani ya roho yako, hilo neno litabaki kama historia. Hilo neno litabaki kama historia. Yaani utakuwa unasoma neno, kwa akili unasoma neno kabisa, lakini haliwezi kuleta matokeo. Yaani Mungu hawezi kuonekana ndani kwa sababu neno halijafunuliwa. Sasa kwenye maandiko, nafikiri Wakorintho wa kwanza sura ya ni Wakorintho wa kwanza ni sura ya 2 mstari wa ngapi nafikiri? Hebu Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa ngapi? Mstari wa 10. Hebu soma mstari wa 10 nisikie unasemaje. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10.
lakini Mungu ametufunulia sisi. Sasa sikiliza. Unasikia nini ninaposema? Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, si ndio? Lakini Mungu ametufunulia sisi. Kumbuka hilo neno sisi. Nilikwambia anaposema sisi, maana ni wale tu waliompokea Kristo. Kwa sababu hao ndio pekee wanao qualify kumpata Roho Mtakatifu. Kwa hiyo usije ukaanza kuomba Mungu ni unang'ang'ana tu, Mungu nifunulie neno, nifunulie neno. Mungu amekwisha kufunulia neno kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wewe ni kuamini hivyo. Swala ni kumwambia Roho Mtakatifu, asante kwa kuwa unalifunua neno la Mungu ndani ya roho yangu. Sawa sawa? Watu wengi wameendelea kumuomba Roho Mtakatifu na kumuomba Mungu kitu ambacho Mungu amekwisha fanya. Ndio nataka hivi vitu watu muelewe. Hapo anasemaje? Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Maana roho huchunguza yote. Ndio. Hata mafumbo ya Mungu. Maana roho huchunguza yote hata mafumbo ya Mungu. Maana yake nini? Kwenye neno la Mungu huwa lina vina funuo mbalimbali. Sasa kama roho anayachunguza yote hata mafumbo ya Mungu, kwa hiyo unaposoma neno la Mungu, Roho Mtakatifu anakufunulia vitu vya ndani ambavyo wengine hawavijui. Kwa sababu kuyachunguza mafumbo ya Mungu ni kwenye neno. Unaposoma neno, cha kwanza unaposoma neno, Roho Mtakatifu anakufunulia mafumbo ya Mungu kwenye hilo neno la Mungu. Kwa hiyo wewe utalijua tofauti na wengine wanavyolijua. Na lile neno likaanza kutembea na wewe na ukashinda vikwazo vingi. Kwa kadri unavyoishi unakuwa unashinda vikwazo vingi. Japokuwa kuna wakati kuna hali labda ya kukata tamaa. Kuna wakati labda unaingia labda na hofu fulani. Hivyo vitu huwa havikosekani maana wewe ni mwanadamu. Lakini vinapokuja ukianza kulisema neno la Mungu, vile vitu vinazimishwa na vinaondoka, vinakuacha unaendelea kusonga mbele. Tunaelewana? Nataka miyashike haya maneno vizuri sana, kwa sababu hauwezi ukamjua Mungu pasipo neno lake. Sasa nimekuambia kwamba neno la Mungu ndio hekima ya Mungu, kwa sababu maandiko yanasema hekima ya Mungu ilifanya vitu vyote. Na maandiko yanasema Mungu aliumba ulimwengu kwa neno lake. Na bado tena kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza pale maandiko yanasema hivi, Yesu Kristo ni hekima ya Mungu ndani yetu. Sawa sawa? Kwa hiyo kama Yesu Kristo ni hekima ya Mungu, bado utagundua Yesu Kristo ni neno la Mungu. Kwa hiyo ukisema tu nina hekima ya Mungu, nina hekima ya Mungu bila neno, hekima ya Mungu haifanyi kazi. Hekima ya Mungu inafanya kazi kama roho kupitia neno unaloendelea kulijua pale unaposoma Biblia. Sema haleluya. Sasa ngoja tuanze sasa na Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12 mpaka mstari wa 13. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12 mpaka mstari wa 13. Moja ya kitu kinachoweza kusaidia kwenye maisha ni neno la Mungu linaloishi ndani ya roho yako. Hili neno la Mungu ndio linalokusaidia pia hata kushinda mitihani darasani. Kwa nini? Kwa sababu ndio linalokupa ujasiri wa kuingia hata kwenye mitihani pasipokuwa na hofu. Neno la Mungu ndio linalokusaidia kushinda. Kwa mfano biashara zako ziende vizuri, lazima kuwe kuna nguvu ya Mungu nyuma inayokupush na inayokufungulia milango mbele. Mimi nasema kila siku, waangalie watu wote hapo unaowaona wote. Usifikiri kwamba hawana miungu nyuma. Wana miungu nyuma. Hata watu wakubwa unaowajua hapa duniani wapo ambao wana miungu yao nyuma. Kwa hiyo kama wewe Mungu amekupa neema ya kumfuata Mungu, yaani Mungu amekupa neema ya wokovu, sasa inabidi umshike Mungu na umjue kwa maarifa kupitia neno. Kwa sababu ukiomba sana pasipo neno ndani, ndio vita inazidi kuwa kubwa kwako. Ndio maana unakuta warokole wengi wanaomba sana, lakini vita ndio inazidi kuwa kubwa mpaka inawapiga chini. Wengine mpaka wanakata na tamaa. Wao unafikiri kwa nini watu wanakimbilia sana kwenye maombi? Kila saa maombi, kila saa kuombewa, kila saa kuombewa. Ni kwa nini? Kwa sababu hawajalijua neno kwamba ndio pekee linaloweza kushinda ulimwengu,
ndilo pekee linaloweza kushinda dhambi, ndilo pekee linaloweza kushinda magonjwa, ndilo pekee linaloweza kushinda umaskini na ugumu wa ulimwengu huu. Ni neno la Mungu peke yake ndio linaweza kukufanya ukatoboa. Sawa sawa Okay, haya tusome hili neno kwamba Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12 mpaka mstari wa 13 inasema hivi: lakini sisi, bado ile sentence neno sisi, sema sisi. Sema sisi. Sasa hapa maana anaongea na wale watu waliompokea Kristo. Anasema lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia. Sema mimi sikuipokea roho ya dunia. Sema mimi sikuipokea roho ya dunia. Kwa sababu roho ya dunia ndio inayokutafakarisha mambo ya dunia. Ndio inayokutafakarisha ugumu wa dunia. Ndio inayokufundisha mbinu na mipenyo mbalimbali ya kufanikiwa kwenye maisha kwa njia za kidunia. Njia za kidunia ni kwa mfano rushwa, njia za kidunia ni kwa mfano wizi, ubadhirifu. Hizo zote watu si wanapata fedha, lakini ni njia ambazo ni batili, ambazo Mungu hasikubali. Lakini sasa unapojifunza neno la Mungu, ukasema kabisa moyoni mwako kwamba mimi sikuipokea roho ya dunia, maandiko yanasema bali roho atokaye kwa Mungu. Kwa hiyo utaona kuna roho mbili. Kuna roho ya dunia na kuna roho wa Mungu. Kwa hiyo wewe ni lazima siku zote naposema tafakari maneno ya Mungu, tafakari maneno ya Mungu, moja wapo ya kutafakari ni hili kwamba mimi sikuipokea roho ya dunia. Kwa hiyo unaposema sikuipokea roho ya dunia, ule mfumo wa kidunia unaanza kukosa nafasi kwenye akili na fahamu zako. Sasa roho wa Mungu anaanza kupata nafasi ya kuweka mifumo ya kimungu kwenye akili na fahamu zako. Kwa hiyo utakuta unafanya mambo yako, hata ukigusa biashara zako namna hii, unaona kabisa anayegusa ni Mungu. Ukigusa biashara zako unaona kabisa uwepo wa Mungu ndio unagusa zile biashara. Ndio maana nikwambia hivi, wewe unaweza kuwa na 300,000 mfukoni, mimi na 200,000 mfukoni. Mimi 200,000 zikafanya matumizi mazuri zaidi kuliko wewe na 300,000 yako. Ni kwa nini? Kinachokusaidia, roho Mungu akishaingia ndani yako, anaanza kutengeneza hali, anaanza kuondoa ugumu. Wewe tunaosema ugumu wa maisha ni kwa sababu ya roho ya dunia. Roho Mungu anakutengenezea urahisi wa dunia ili fanyeje? Upate nafasi ya kumtukuza Bwana. Kwa sababu huwezi ukamtukuza Mungu ukiwa na njaa, mtu asitudanganye. Huwezi ukamtukuza Mungu watoto wanafukuzwa ada. Kwanza utamuona Mungu kama amekuacha. Kwa hiyo yote hiyo ni kwa sababu ya roho ya dunia. Roho ya dunia inaweka mifumo kwenye akili na fahamu zako. Uanze kuiona dunia kama roho ya dunia inavyoiona dunia. Lakini wewe unatakiwa uione dunia kama Roho Mtakatifu anavyoiona dunia. Yaani dunia uione ni nyepesi na uione unaishinda. Ukienda mahali kama una shamba unalima, unaona kabisa hapa mimi hapa ninalima, nitapanda na nitavuna kwa jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mungu anayeweka wepesi wa imani ndani ya roho yako, kila unachofanya unakuwa unaamini kabisa hiki kitanilipa tu. Sawa sawa? Sasa angalia. Bali roho, ngoja nisome lote. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu. Sasa angalia sababu. Makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Kwa hiyo kumbe mambo yote uliokirimiwa na Mungu anayekujulisha ni Roho Mtakatifu. Sasa ndio utaona tofauti sasa ya roho ya dunia na roho wa Mungu. Inamaanisha kwamba mambo ya Mungu uliopewa huwezi kuyajua kwa akili. Utayajua kupitia Roho Mtakatifu. Tunaelewana? Mnisikilize vizuri sana wanangu. Hapa mtaenda vizuri. Sawa sawa? Hapo mstari wa 13 inasema hivi: nayo twayanena, yani hayo baada ya kupewa roho ili makusudi tujue tuliopewa na Mungu. Hilo neno tuliokirimiwa maana yake tuliopewa na Mungu. Sawa sawa? Hapo anasema hivi, hayo tuliopewa, mstari wa 13, nayo twayanena. Yaani hayo tuliopewa lazima tuyaongee, lazima tuyaseme. Hapo anasema hivi, si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu.
Kwa hiyo tunaona mambo ya Mungu yanapokuja ndani yako yanakuja katika roho, ambayo hekima ya kibinadamu haiwezi kuyajua, kwa hiyo haiwezi kuyasema. Na nitakuonyesha, wewe twende polepole. Hapo anasema si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na roho. Yaani haya tuliyopewa na Mungu hatuyaongei kwa hekima ya kibinadamu, ila tunayaongea kutokana na roho anapotufundisha sisi tuyaseme yale ambayo tumepewa na Mungu. Hapo anasema hivi yanayofundishwa na roho, tukiyafasiri. Kuyafasiri maana yake ni kuyatafsiri, sawa? Tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Tukiyafasiri hayo mambo tuliyopewa rohoni kwa maneno ya rohoni. Sasa hii maana yake ni lugha. Hii sasa hii ni hekima ya Mungu. Yaani hapa sasa unakuwa unainena hekima ya Mungu ambayo ni lugha. Sorry. Ambayo ni lugha ya rohoni. Wali kupe mfano. Sema amina. Amen. Unajua Mungu akikufundisha neno mpaka mwenyewe unaona raha. Amen. Wali kwambia kitu kimoja. Lugha au hekima ya kibinadamu. Nikitaka maji, haya, shika hayo maji yako. Nikitaka kunywa maji, nitakwambiaje? Nipe maji ninywe. Sawa sawa? Lakini lugha ya rohoni sikwambii nipe maji ninywe. Lugha ya rohoni nakwambia ninakunywa maji. Si kama mmenipata? Lugha ya mwilini nitakwambia nipe maji ninywe, kwa sababu inaeleweka kwenye akili. Lakini lugha ya rohoni siwezi kumwambia Mungu nipe maji ninywe. Ninamwambia Mungu ninakunywa maji. Hiyo ndio hekima ya Mungu. Tunayanena maneno ya mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Maneno ya rohoni hayaniambii kwamba nipe maji. Maneno ya rohoni yananiambia ninakunywa maji. Sawa sawa? Nataka tuende vizuri ili uelewe maana yake vizuri. Sawa sawa? Usiwe na mashaka. Wewe tu nisikilize vizuri kwa makini. Wala usiwaze maharage yanaungua nyumbani huko. Wewe nikupe andiko moja tuone kwa sababu maneno ya rohoni bado yanabaki kwenye neno la Mungu. Mambo ya rohoni bado yanabaki kwenye neno la Mungu. Mungu hawezi kuanza kukufunulia vitu vingine kabla kwanza hajaanza kukufunulia neno. Ndio maana watu wanaotafuta ufunuo kwamba sio nimeonyeshwa hiki, sio, wakati hujaanza kufunuliwa neno lazima utamiss target. Zitaingia roho zingine zitakupa ufunuo ambao wewe utajua ni Mungu, kumbe sio Mungu, ni roho nyingine tofauti. Kwa sababu kinachoweza kumpambua shetani ni neno la Mungu. Na shetani akigundua hauna neno ndani ya roho yako, atakusumbua sana. Atakusumbua mno. Kwa sababu moja ya kitu ambacho shetani anaweka pia ni kukukosesha amani. Kwa sababu utakuwa unaona hakuna matokeo kwenye kila neno unalosoma. Hauoni matokeo. Jamani tuko sawa eh? Okay. Wewe tuko sawa? Ngoja nikuonyeshe. Na nakusomea tu maneno yale ambayo unayasoma siku zote. Ila sasa leo utakuwa unajua kwamba kumbe haya ni maneno ya rohoni. Kumbe hii ndiyo lugha ya rohoni. Kumbe hii ndiyo hekima ya Mungu. Sasa unapojua hivyo inakusaidia unapanda dimension nyingine. Twende kwenye Petro wa kwanza sura ya 2. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24 nasema hivi: naye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Sasa ninachotaka uangalie ni vitu viwili. Cha kwanza, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu. Ni kitendo ambacho huwezi kufika unamwambia Mungu naomba uchukue dhambi zangu.
Bwana Yesu, chukua dhambi zangu. Lugha ya rohoni, Yesu alishachukua dhambi tayari. Sasa angalia, wewe tunasema hivi, sisi tumezaliwa katika dhambi. Unapookolewa automatically katika ulimwengu wa roho, ili neno linachukua nafasi. Maana yake nini? Dhambi zako zinachukuliwa, zinaondolewa au zinapelekwa kwenye mwili wa Kristo. Anaposema juu ya mti, maana yake ni msalabani. Sasa huyu hapa hii sentence hapa anaposema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Hii sentence anasema tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Nilifuatilia sana mpaka nikaenda kwenye Biblia ya Kiyahudi. Inaitwa Complete Jewish Bible. CJB. Ile CJB ukienda kwenye Play Store, ukisema tu CJB Bible, unaidownload. Ni nzuri sana. Kwa sababu ile inaandika maneno kabisa. Kwa mfano eneo la Mungu ile inaandika Adonai. Na inaandika sentence ambazo ni sahihi. Huku tafsiri hizi kutoka mpaka kuja Kiswahili kwa wengine wamekosea. Sasa hapa tafsiri halisi ambayo nilipata ni maana yake ni kwamba yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti ili tuwe wafu kwa ajili ya dhambi. Ndio tafsiri inayotakiwa isemwe hapa. Ili tuwe wafu kwa ajili ya dhambi. Kwa sababu dhambi kishaondoka, unakuwa mfu. Kwa hiyo kwa sababu dhambi si haipo, kwa hiyo huwezi kutenda dhambi. Sio kama tunaelewana? Haya ndio mambo ambayo yanakusaidia wewe mwenye mwili wa dhambi. Usipoyatafakari haya maneno, dhambi itakuwa ina nguvu kila siku kwenye mwili wako. Italeta magonjwa, italeta visirani, italeta chuki, italeta kukata tamaa na kila aina ya ugumu wa maisha. Sasa ukitafuta ukasema kwamba yeye mwenyewe alizichukua dhambi zangu katika mwili wake, alizichukua dhambi zangu katika mwili wake ili niwe mfu kwa ajili ya dhambi. Hilo neno linachukua nafasi kwenye mwili. Kwa hiyo unajikuta masuala ya kutenda dhambi yanakuwa yanakufa kabisa. Kwa sababu umeshakuwa mfu kwa ajili ya dhambi. Alafu maandiko yanasema ili tuwe wafu kwa mambo ya dhambi na tuwe hai kwa mambo ya haki. Kwenye mambo ya haki unakuwa hai, unakuwa active. Yakitokea mambo ya dhambi unakufa, yani maana yake huwezi kutenda. Unakuwa ni kama haupo. Yakitokea mambo ya haki unakuwa upo. Yakitokea mambo ya dhambi unakufa, unapotea, hauonekani. Sawa. Sasa tafakari yako hapo, unatafakarije kwamba yeye mwenyewe alizichukua dhambi zangu katika mwili wake juu ya mti ili niwe mfu kwa ajili ya mambo ya dhambi na niwe hai kwa mambo ya haki. Hapo anasema na kwa kupigwa kwake mimi nimeponywa. Sasa hii ndio inakuwa complete sentence ya kukusaidia hata ugonjwa usije ukakaa ndani yako na kuanza kukuvuruga. Unaona sentence hiyo? Na kwa kupigwa kwake ninyi mliponywa. Sasa angalia, hata kama unaumwa, ukiwa unamwambia Mungu naomba uniponye, Mungu naomba uniponye, hiyo ni sentence kama vile unamwambia Mungu naomba nipe maji ninywe. Lugha ya rohoni, hata kama unaumwa, unasema kwa kupigwa kwake Yesu Kristo mimi nimepona. Hiyo ndio lugha ambayo Mungu anaielewa, alafu anasababisha nini? Anasababisha uponyaji halisia kwenye mwili. Lakini ukinaona baba naomba niponye, naomba swiki, naomba niponye, utaponywa. Labda ndio inatokea. Labda uamue kwa jina la Yesu Kristo natamka uzima. Kwa jina la Yesu wewe mwenyewe. Au labda uende uombewe na mtu mwingine ambaye ana nguvu ya Mungu akuombee huo ugonjwa na unapona. Sawa? Amen. Jamani tunaelewana? Amen. Kwa hiyo usimwambie Mungu niponye. Wewe mwambie Mungu kwa kupigwa kwake Yesu mimi nimeponywa. Amen. Utaona uponyaji unachukua nafasi immediately. Amen. Niko na waangalia, tunaelewana kweli? Amen. Okay. Usingangane, Mungu naomba niponye. Mungu naomba niponye. Hiyo ni lugha ya kimwili. Mungu naomba niponye ni lugha ya mwilini. Kwa kupigwa kwake Yesu mimi nimepona, hiyo ni lugha ya rohoni. Amen. Na hiyo ndio hekima ya Mungu. Amen. Sasa utaona sentence kama hii kwa mtu mwenye akili ya asili kwake ni upuzi.
Lakini mtu mwenye akili ya rohoni kwake ni nguvu za Mungu. Tunaenda sawa eh? Kwa hiyo ni sehemu mojawapo ya kuinena hekima ya Mungu ambayo ndio lugha ya rohoni. Usimwambie Mungu naomba nipe hela, sio nifanye hivi, nimepewa nguvu za kupata utajiri. Nimepewa nguvu za kupata mema. Nimepewa nguvu za kufanikiwa. Nimepewa. Mungu anataka kuone unaamini kwamba unakunywa maji, sio nipe maji mimi. Sio tunaelewana? Angalia, Zaburi ya 23 inasemaje? Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sawa sawa? Sasa unapopita kwenye nyakati ngumu za aina yoyote, usiseme baba niangalie napita kwenye nyakati hizi. Hayo maombi yote ni ya kitoto. Wewe unaanza kusema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kando ya majani mabichi unilaza, kando ya njia uniongoza, sitakosea njia katika jina la Yesu. Unajua maana kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu. Maana Bwana ndiye mchungaji wa roho yako, ndio anaichunga. Sawa sawa? Hapo anasema kando ya majani mabichi unilaza. Maana yeye ndio anayekupa connection. Majani mabichi maana ni prosperity. Ni kufanikiwa. Kwa yeye ndio anayejua mahali pa kwenda kukulaza ili ufanikiwe. Hiyo ndio maana, ndio tafsiri halisi. Kwa hiyo ukisema kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa mfano, sitapungukiwa na fedha, sitapungukiwa na chakula, sitapungukiwa na nguvu, sitapungukiwa na afya. Hapo ni kila kitu ambacho wewe unakijua. Unatamka namna hiyo. Hilo neno la Mungu linachukua nafasi. Linafunguliwa ndani. Linaanza kutenda kazi. Unajua umefika muda watu wa Mungu lazima tuhame dimension. Amen. Sawa sawa? Tuongee maneno yanayoeleweka machoni pa Mungu. Tusiwe watoto. Ndio maana nikasema kidogo na kuletea, unaweza kuona kama ni mambo magumu. Kwa sababu haiwezekani mtu anauma mguu, alafu unasema kwa kupigwa kwake nimepona. Unakaa wiki ya kwanza mguu nauma. Wewe endelea kusema, utashangaa unaamka asubuhi mguu umeshapona tayari. Kwa sababu hilo neno lazima ulichochee, unalitafakari. Kwa kadri unapolitafakari linaanza kujenga imani ndani. Kwa sababu unapoanza kulitafakari saa hiyo linakuwa bado halijajenga imani. Kwa hiyo kama halijajenga imani haliwezi kuleta uponyaji. Kwa hiyo kwa kadri unapoendelea kusema, sasa utafikia wakati labda unajisikia mpaka kukata tamaa kabisa. Mbona mimi bado siponi hivi? Saa hiyo sasa ndio mapambano ya imani. Mtume Paulo anasema nimevipiga vita vya imani. Na nini? Semeni hapo mnisaidie. Bwana anasemaje? Wewe mmoja kwanza. Mimi nataka hapa watu bwana wanamtegea sana Elena. Sasa hivi staki. Anasemaje? Mwendo nimeumaliza? Imani nimeilinda. Sasa sikiliza. Kwa nini unafikiri yule mtu anasema nimevipiga vita vya imani? Kwa mfano, unaposema kwa kupigwa kwake Yesu Kristo mimi nimepona. Kwa kupigwa kwake Yesu Kristo mimi nimepona. Ukienda kupima daktari anakuambia bana hali bado haijawa nzuri. Endelea kunywa dawa. Wewe unaendelea kufanya hivyo. Sasa pale unachopigania sio uponyaji. Unachopigania ni imani itakayoleta uponyaji. Sawa. Kwa hiyo tukigundoza Mungu ni mwaminifu. Na maandiko yanasema wazi kwenye Isaya kwamba Mungu akilituma neno lake halitamrudia bure mpaka liyatimize mapenzi yake. Kwa hiyo using'ang'anie kupona. Wewe ng'ang'ania imani ilete uponyaji kwenye mwili. Huku unaendelea na mambo ya hospitali kama kawaida, lakini unahakikisha hili neno halitoki ndani ya roho yako. Baada ya muda unashangaa unakimbia tu. Daktari anakupima mara ya pili anasema, "Unaona unaendelea vizuri sasa." Imani inazidi kujengeka zaidi. Kwa hiyo usikate tamaa kwa sababu ya muda. Sawa? Usifungwe na muda. Unajua ni kwa nini kwenye lugha ya rohoni kwa nini unasema kwa nini useme nipe maji unasema ninakunywa maji? Kwa sababu
lugha ya rohoni kwanza haina umbali. Tunasemaga ulimwengu wa roho una umbali. Lugha ya rohoni huwa haina umbali. Lugha ya rohoni huwa haifungwi na muda. Katika ulimwengu wa roho hakuna cha muda. Lugha ya rohoni haifungwi na mazingira au matukio. Lugha ya rohoni ikiongea inaweza ikabadilisha matukio saa hiyo hiyo yakaja tofauti. Ndio maana Nabii Elisha alipomwambia yule jamaa ile wale wakoma walipokuwa na ile vishindo vya wakoma, wakati ule hali ya njaa katika nchi ya Samaria, kumekuwa na njaa kali, sawa sawa, nabii anatamka kwamba kesho majira kama haya kibaba sio cha nini kitauzwa sio shekeli ngapi sio shekeli ngapi. Sasa jamaa mmoja aliibuka mwenye akili ya asili, akasema labda kama Mungu atafungua mbingu, akimaanisha kwamba hili jambo halitatokea kutokana na mazingira yalivyo, haiwezekani. Mtumishi wa Mungu akamwambia hivi, okay, tunampinga Mungu, utaona kwa macho yako lakini hautakula. Mungu ili alitimize neno la mtumishi, Mungu akakimbilia kwa wakoma. Sawa? Yaani angalia hiyo, huo ni mfumo. Mungu anacheza kwenye system. Mungu akakimbilia kwa wakoma. Pale wakoma kesho yake wanaanza kujiuliza, sasa tukibaki hapa tutakufa, tukienda kule tutakufa, sasa tufanyeje? Ni heri twende tukafie huko kwa washami watuue kuliko tubaki hapa. Ila wanaanza kuinua mguu namna hii, Mungu akaachilia kishindo. Neno la Bwana likatimia kama alivyotamka nabii. Kwa sababu ile ilikuwa ni lugha ya rohoni. Lugha ya rohoni haifungwi na matukio, haifungwi na mazingira, haifungwi na hali ya hewa, haifungwi na muda, wala haifungwi na umbali. Wakati wowote lugha ya rohoni inapoongewa inafanya kazi. Sema amina. Amen. Unajua wakati mwingine unaweza kujifunza neno la Mungu kama hivi, afu kaanza kulinganisha maisha yako, unaona kama vile Mungu alikuwa amekusahau. Mungu hasahau mtu, ila ni sisi tunasahau neno lake. Au wote unaowaona wana miungu nyuma. Asilimia karibu 98 watu wanaishi wakiwa na miungu yao wanaoitegemea kwenye maisha yao. Wewe mtegemee Mungu. Sawa sawa? Hapo tumeelewana? Twende kwenye Warumi sura ya 4 mstari wa 17. Warumi sura ya 4 mstari wa 17. Warumi sura ya 4 mstari wa 17. Kumbuka tunajifunza hapa kuinena hekima ya Mungu ambayo ndio lugha ya rohoni. Inasema hivi, Warumi 4:17 inasema, kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yani Mungu, mwenye kuwauisha wafu. Sasa angalia sentensi inayoitaka, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Hiyo ni lugha ya rohoni. Yaani lugha ya rohoni inataja kitu ambacho hakipo, lakini inakitaja kama kipo. Kwa hiyo wewe unasema kwa kupigwa kwake nimeponywa, unataja kitu ambacho hakipo kana kwamba kipo. Kwa sababu gani? Kuna ugonjwa kwenye mguu, sawa sawa? Kuna ugonjwa kwenye tumbo, lakini unataja nimepona, lakini kumbe kwa jinsi ya akili bado hujapona, lakini kwa rohoni unataja kitu ambacho kipo. Tunaelewana jamani? Ndio maana mtu yeyote ambaye ukiishi tu unategemea tu, yani tu mtumishi tu awe anatamka kwako, utaruzi vibaya mno. Kuna wakati Mungu anakuwa anataka sasa ukue. Kuna wakati Mungu inafika mahali anataka ukue, kwa sababu mfano ni huo. Biblia inamtamka sana kwa habari ya tai. Tai akishajua kwamba sasa huu umri wa watoto sasa ni wa kujitegemea, cha kwanza huwa anaanza kupunguza yale manyoya. Unajua tai kwanza anapeleka viota vyake mbali sana ambapo ndege wengine hawafiki. Sawa sawa? Au viota vyake vingi vinakuwa na miba. Sasa huwa anaweka manyoya kwenye ile miba. Baada ya muda akiona watoto wameanza kukua, anaanza kukumuta yale manyoya, ili wale watoto waanze kuchoma na miba sasa. Wajifunze kujitegemea. Baadaye
anaanza kuwafundisha kuruka. Akigundua mtoto aruke, anamsukuma, alafu anakuja anamwaya na anamdaka kama bado. Lakini anamsukuma kwamba neno kujitegemea huko, sio kama unasubaa. Ndivyo Mungu alivyo. Mimi nakwambia kabisa, ukiishi bila kusoma neno la Mungu, unategemea tu kwamba mtumishi atakutamkia neno. Mtumishi, ninakwambia kuna wakati utafika, Mungu anataka ukue, utaishi kwa wakati mgumu sana. Lazima uwe na neno linaloishi ndani ya roho yako. Sawa. Kwa sababu hilo mimi nimenikuta na niliwaadisia siku ile hapo. Mungu anasema wewe ni mchungaji, bado nataka kuishi tu kwa kulishwa. Sasa hivi unatakiwa ukae unikufundishe neno, nikufundishe. Ndio Mungu anakuwa anafunua vitu vizito kama hivi. Na ngoja nakufunulia mambo makubwa hapa leo, poko utachanganyikiwa. Sema haleluya. Ngoja hebu twende nimalizie maneno mawili ya mwisho. Twende Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na ule mstari wa 22. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na ule mstari wa 22. Inasema hivi: kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Sasa hii sentensi ukisoma kwa haraka kwa akili ya kibinadamu huwezi kuelewa Mungu alichokusudia hapa. Sikiliza. Inasema hivi: kwa kuwa katika Adamu. Katika Adamu maana yake ni ndani ya Adamu. Ndani ya Adamu, it means this is a realm. Huu ni ulimwengu. Yaani Adamu ni ulimwengu. Kama tulivyo ndani ya Yesu ni ulimwengu wa roho. Maandiko yanasema na ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda, tunatembea ndani ya Kristo. Sasa dunia ya leo kuna watu ambao bado wanaishi ndani ya Adamu. Sawa. Na maandiko yanasema hivi, kama katika Adamu, maana kama ndani ya Adamu wote wanakufa. Sio walikufa, wanakufa. Maana hiyo ni continuously. Kwamba ukiwa ndani ya Adamu wewe unakuwa ni mtu wa kudedi. Na hiyo kufa inayotajwa hapo ya kwanza ni kifo cha rohoni. Au nikupe sentensi nzuri kwamba katika Adamu watu wote wanatengwa na Mungu. Adamu alifanya dhambi akatengwa na Mungu. Kwa hiyo ukiishi katika Adamu maana ulimwengu wa mwili wewe umetengwa na Mungu. Lakini katika Kristo watu wote wanahuishwa. Ndio ile kufufuliwa pamoja na Kristo. Kwa hizi ni realms mbili tofauti katika ulimwengu wa roho. Sawa? Sasa hebu hiyo Wakorintho wa kwanza 15 sio kumshafungua. Twende 40 na ngapi? Wa 45. Twende 45. Nataka nikuonyeshe kitu hapo. Unajua Mkristo haupasi kuwa mnyonge kabisa. Jinsi Mungu alivyotufanyia utakii kuwa mnyonge. Hebu 45 nasema ndivyo ilivyoandikwa. Mtu wa kwanza Adam akawa nafsi iliyo hai. Mtu wa kwanza Adam, asema hivyo ndivyo ilivyoandikwa. Mtu wa kwanza Adam akawa nafsi iliyo hai. Sasa angalia, watu wote ambao wako katika Adamu wanatembea katika remu ya nafsi, ambao ndio hii remu ambao shetani ndio anaishi, ndio anatembea nayo hii. Wewe nikwambie, hebu malizia hapo. Hapo anasema Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Utaona Adamu wa kwanza ambaye ni Adamu yule tunayemjua, anasema ni nafsi iliyo hai. Sawa? Alafu Adamu wa mwisho anatajwa yeye ni roho inayohuisha. Maana ni roho inayofanya watu wawe hai. Sasa sikiliza. Shika hivyo nitakupa usome tena kama. Sasa angalia. Unafikiri kwa nini kwenye Agano la Kale watu walikuwa wakemei pepo? Kwenye Agano la Kale walikuwa wakemei pepo. Unajua hivyo? Kwenye Agano la Kale mtu alikuwa akipatikana na pepo alikuwa anafanyaje? Alikuwa anapigwa mawe mpaka anakufa. Kwa nini? Walikuwa wanatembea katika remu ya nafsi.
ambayo huwezi kabisa kupambana na shetani. Ndio maana mtu anayetembea katika ulimwengu wa nafsi, anayeishi katika ulimwengu wa nafsi ambao unatembea pamoja na mwili, huwezi kumkemea pepo na ukawa salama. Lazima pepo atakuvuruga au atakuua. Kwa hiyo mtu alikuwa akipatikana na pepo alikuwa anamuua. Kwa nini? Walikuwa hawezi kukemea pepo na pepo. Kwa hiyo huwezi kukemea pepo. Kwa sababu kukemea pepo, unakemea pepo kutoka kwenye roho ya kwako ikiwa imeshikanwa na Roho Mtakatifu na neno uliloliamini na kufukuza huyo pepo. Ndio maana mtu anaenda kukemea pepo wakati hana neno la Mungu ndani, anasababisha vita vitakavyomvuruga sana kwenye mambo yako, kwenye mambo yake. Sio, tunaelewana? Sasa angalia, baada ya Yesu Kristo kuja, wanaona anakemea pepo, walikuwa wanashangaa. Mpaka wengine wanasema, huyu anamkua pepo. Inakuwaje huyu anafanya vitu vya namna hii? Kwa sababu ni vitu ambavyo wengine walikuwa, kutokana na maandiko walikuwa wakisoma kwenye sheria, walikuwa hawajawahi kuona, hawajawahi kusikia au kuona mtu anakemea pepo na pepo akatoka. Sasa swala la kwanza muulize mwenzako, unatembea kwenye ulimwengu upi, wa Adamu au wa Yesu? Mzasema kuna kitu unapata? Napata baba. Nisema nawafundisha vitu vigumu kidogo lakini ni vyepesi. Amen. Sasa hapo inaendeleaje? Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Endelea. Lakini hautatangulia ule wa mwili wa asili, ule wa roho, bali ule wa asili. Sawa. Baadaye kuja ule wa roho. Endelea. Kuna kitu nakitaka. Mtu wa kwanza atoka katika nchi. Mtu wa kwanza atoka wapi? Katika nchi. Katika nchi ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Katoka mbinguni. Endelea. Kama alivyo yeye wa udongo. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Jamani, hapo mjakamata point. Kama alivyo yeye wa udongo, ameni Adamu, ndivyo walivyo walio wa udongo. Ndio maana nikwambia wewe uko ndani ya Adamu, uko ndani ya Yesu. Kwa hiyo ukiwa ndani ya Adamu, lazima ulimwengu huu ukufix. Kwa sababu huwezi ukakifix kitu ambacho wewe ndio kimekuzaa. Huwezi ukakishinda nguvu kitu ambacho wewe umekizaa na ndio unachokiishi. Kwa sababu huwezi kuushinda ulimwengu huu wa nyama, huu ulimwengu huu, kama unaishi kwenye ulimwengu huu. Utaushindaje ulimwengu huu wakati ndio unaoishi? Utamshindaje mwenye nyumba? Wewe umepanga, alafu unataka umfukuze mwenye nyumba atoke kwenye nyumba ambayo yeye ndio ya kwake. Haiwezekani. Unaweza ukamchallenge mwenye nyumba ukiwa na nyumba yako. Sasa unapokuja unamchallenge kwenye nyumba ya kwake na wewe unao ya kwako. Sasa simeeleweka hiyo? Amen. Ngoja, hebu soma tena. Ngoja niwaeleze vizuri. Nataka niende pole pole ili muelewe haya mambo. Kama alivyo yeye wa udongo. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Ndivyo walivyo walio wa udongo, au ndio wenye akili ya asili. Na kama alivyo yeye wa mbinguni. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio. Ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Walio wa mbinguni. Sasa sikiliza. Maandiko yanasema wenyeji wetu ni wapi? Mbinguni. Kataa kuishi duniani. Amen. Unajua, sikiliza nikwambie. Wale mitume nilikuwa najiuliza, hao mitume, usiondoke hapo. Hao mitume walikuwa na mentality ipi? Walikuwa wana ufahamu gani mitume? Walikuwa wana ufahamu gani? Kwa sababu hii ni kubadilishwa akili. Yaani akili yako ikishageuzwa kwa kufanywa upya, sasa unayajua mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya ukamilifu. Amen. Ni akili geuzwe. Mitume walikuwa wana akili gani? Mitume ndio walikuwa wana ufahamu kama huu. Kwa sababu haiwezekani unapigwa, unateswa. Kwa mfano tumshuhudia mtu kama Stefano. Unapigwa na unajua kabisa kwamba hapo sasa nakufa.
alafu bado unasema Mungu asamehe. Mwanadamu kabisa mwenye damu kama ya kwako, alikuwa na akili yake ilishageuzwa kabisa, inaanza kuishi mbinguni, yaani inaishi katika ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Sikiza, neno la Mungu hili usipolifuatilia kwa makini ukawa very serious, utaendelea kuishi kama mwanadamu. Lakini nakwambia kabisa, wewe sio wa kawaida kabisa. Sio wa kawaida kabisa katika dunia hii. Kutokana na neno la Mungu ninapolisoma, sio wa kawaida. Yaani ni watu ambao ni viumbe. Tunaposema kiumbe kipya, lazima kiwe kimebadilishwa kwa neno. Sasa utaona kama huna habari na neno la Mungu, utaendelea kuishi kabisa kama mwanadamu. Lakini sisi hapa duniani hatupaswi kuishi kama wanadamu. Tunatakiwa tuishi kama wana wa Mungu. Amen. Hebu endelea. Kuna kitu ninataka nikuonyeshe kingine. Na kama tulivyoichukua sura, sikiliza. Na kama tulivyoichukua sura ya yule wa udongo. Tulivyoichukua sura ya yule wa udongo. Na kama tulivyoichukua. Maana sasa hapo ndio mtu unapozaliwa kwenye dhambi, unazaliwa unakuwa na akili ya kibinadamu ya asili. Maana ulichukua sura ya nani? Ya Adamu. Sawa? Mwenendo wa Adamu. Kuumwa, kufilisika, kustrago, kumkosea Mungu, kutenda dhambi, kwa sababu Adamu ndiye alichofanya. Kwa hiyo kimeingia kwa watu wote wanaozaliwa katika, kila anayezaliwa anazaliwa katika dhambi. Sawa sawa? Sasa angalia sentensi inayofuata. Kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Maana ni swala wewe kuchukua hatua. Unakataa sura ya Adamu, unaondoka kwenye ulimwengu wa roho wa Adamu, ambao ni ulimwengu wa mwili, ambao ni ulimwengu wa nafsi, unaingia kwenye ulimwengu wa roho wa Yesu Kristo. Amen. Wewe unifungulia Luka sura ya 9 mstari wa 29. Okay. Ngoja, wewe subiri hapo hapo. Jamani, tuko darasani, sawa? Au naenda haraka? Okay. Luka 9:29 nasemaje? Ikawa katika kusali kwake. Ngoja, anzia 28. Baada ya maneno hayo, kwanza sauti kidogo mwalimu. Baada ya maneno hayo, yapata siku 8, aliwatoa Petro na Yohana na Yakobo. Ndio. Akapanda mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka. Ona tu umeshaelewa tunapoelekea. Sura ya uso wake ikageuka. Mavazi yake yakawa meupe, yakimetameta. Na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumza. Ngoja, nataka tu kwenye sura. Turudi hapo kwenye sura. Ikawa katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka. Sasa angalia kwenye hilo andiko lako sasa, mzee Swebe, maandiko yanasema hivi: kama tulivyoichukua sura yake yeye aliye wa udongo, ndivyo tutakavyoichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Sura inayotajwa hapo ndio hii. Amen. Kule Yesu alipogeuka sura, roho yako ndio inayoonekana hivyo katika ulimwengu wa roho. Amen. Hiyo ndio sura halisi ya Yesu. Ile sura iliyokuwa inaonekana Yesu kabla hajageuka kule, hiyo sura ilikuwa ni ya kawaida. Ndio alikuwa anaitwa mwana wa Adamu. Ni sura tu ya udongo. Lakini sura halisi ambayo roho yako inatakiwa ibebe ni hii hapa. Ambao pia imeandikwa kwenye Mathayo sura ya 17 mstari wa 1 na wa 2. Kama mtu anaweza kufungua, leo nilifungua kwa haraka haraka kama mshafikia. Ipo na yenyewe imeandikwa huko. Na wewe umechelewa leo. Ulikuwa bado unaandika. Nani kapata? Wewe umeshapata? Haya. Na baada ya siku 6, Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye. Akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Ndio. Akageuka sura yake mbele yao. Uso wake ukang'aa kama jua. Nilikuwa nataka hapo. Kwenye Luka asemi uso wake ukang'aa. Sawa? Kwenye Mathayo anaeleza vizuri. Uso wake ukang'aa kama jua. Sasa angalia. Hiyo sura ambayo inaonekana hapa ndio sura waliokuwa wanaiona mapepo na majini na kila aina ya wachawi. Kwa sababu wanamuona katika ulimwengu wa roho.
Na ndio maana mapepo yalikuwa yanajua, tunakujua wewe ni nani, wewe ni mwana wa Mungu. Kwa sababu muonekano wake ulikuwa unaonekana hivi, ambapo huu ni muonekano wa rohoni. Sasa hawa waliona, kwa sababu Yesu walifunguliwa macho, wakamwona Yesu katika ulimwengu wa roho. Sasa hiyo maana anaposema kwenye yeye aliposema mzee Swembe kwamba kama tulivyoichukua sura yake yeye aliye wa udongo, ndivyo tutakavyoichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Sio unaoichukua ni hii, ule utukufu hapa ni ule utukufu wa Mungu unang'aa ndani ya roho yako. Hadi mimi nikifikia vitu vizito kama hivi hapo, sijui kama wanangu wana capture. Ndio maana unakuta ukiingia mahali, yani mwili unakuwa ni wa kawaida kama huo, lakini kuna namna fulani watu wakikuangalia kwenye moyo, kwenye mioyo yao, inakuwa ni nuru imeng'aa pale. Nuru imeng'aa. Sawa? Na hii nuru ndio inaondoa hata vikwazo, kwa sababu nuru ndio ina nguvu, ni utukufu wa Bwana. Ndio maana nikuta siku moja watu wanaomba, Bwana utukufu wako usipoenda pamoja nasi usichukue hapo. Nasema elimu ndogo ya neno la Mungu. Wewe utukufu unao ndani ya roho yako, unasema tena usichukue hapo. Kwa sababu hii ndio sura ya Mungu ambayo tunayo sisi. Sema mimi ninayo sura ya Yesu Kristo. Sema nina sura ya Kristo ndani ya roho yangu katika jina la Yesu. Sawa sawa eh? Jamani, sasa unaposema hivyo, hiyo unaongea lugha ya rohoni. Sema nimeichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni, ambaye ni Yesu Kristo. Nimeichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni, ambaye ni Yesu Kristo. Sasa hiyo ndio tafakari, unatakiwa utafakari hivyo. Ndio maana pepo nikisimama hivi, pepo anafumba macho tu. Kwa sababu gani? Ile nuru inayotoka pale inakuwa sio ya kawaida. Na pepo anajua kabisa kwamba huyu ni wa aina gani. Sasa angalia, ninapoongea na wewe kwenye simu, kinachoanza kutamka, unajua tulijifunza kwenye geography, nafikiri geography ya primary tena kabisa nafikiri, kwamba kati ya sauti na nuru kitu kinatembea haraka ni mwanga, sio? Sasa unapoongea, kwa mfano mtu yuko Kenya, unasema kwa jina la Yesu Kristo na kutamkia uwe mzima, kinachoanza kufika kwa yule ni nuru ya Kristo iliyo ndani ya wewe unayetamka. Sawa? Unaposema kwa jina la Yesu Kristo, kila changamoto nazizimisha kwa damu ya Yesu. Naziua kwa jina la Yesu. Ninafungua kila milango iliyofungwa iwe wazi. Nuru ndio inaenda kuleta mpenyo. Nuru ndio inaleta breakthrough. Amen. Amen. Tunaeleweka kweli? Vizuri kabisa. Okay. Kaeni sasa wanao. Sasa mmeelewa jamani? Amen. Sasa hii ni dimension kubwa sana ya kiroho. Kubwa mno ya kiroho. Okay, ngoja tumalizie andiko la mwisho. Yohana sura ya kwanza, mstari wa 12 mpaka mstari wa 13. Na kila siku mwambie Roho Mtakatifu, asante kwa kuniongoza na kunitia kwenye kweli yote. Usipotamka haya maneno, Roho wa Mungu akusaidii kitu. Lazima umkumbushe kwa kumwambia asante kwa kuniongoza, na kwa sababu andiko linasema huyo Roho atawaongoza na kuwatia kwenye kweli yote. Sawa sawa? Kwa hiyo kwa sababu tayari tunasema huyo Roho atawaongoza na kuwatia kwenye, atawaongoza. Kwa hiyo wewe unapokea neno, asante Roho wa Mungu kwa kuniongoza na kunitia kwenye kweli yote. Kwa kukutia kwenye kweli yote, sasa ndio anafanyaje? Anafunua neno la Mungu ili lieleweke ndani ya roho yako, kwenye akili na fahamu. Kwa hiyo hata kama inatokea changamoto ya aina yoyote, unakuwa jasiri, very bold. Unakuwa ukati tamaa mahali popote. Hata kama wakwambia, unajua hapa, unajua maisha sasa hivi, wewe moyoni mwako unajua sasa kwamba neno la Mungu linaishi ndani yako. Na neno la Mungu halishindwi mahali popote. Sawa sawa? Jamani, nawafundisha ujasiri katika neno. Usijaribu kuomba sana bila neno la Mungu unaolitafakari ndani. Utakuwa muda wote unashindwa. Kinachoweza kupangua hata ndoto mbaya ni neno la Mungu unaotafakari usiku na mchana. Na ndio maana pia ninapokuambia tafakari neno fulani, unapotafakari alafu usiku ukapata mapambano, ujue hapo wanakuja sasa kukuchallenge, kwa sababu sasa hiyo bado haijaibuka imani bado. Kwa hiyo wanakuja kukuchallenge ili ukate tamaa. Kwa hiyo kwa kadri unapoendelea,
kuna muda kwa sababu ile nuru ya Kristo sasa inaanza kudhihirika. Wao wanashindwa, wanakaja. Yohana kaa hivyo. Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 mpaka 13. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Bali wote waliompokea, ni wale tu waliompokea nani? Kristo. Sasa tafakari yako hapo nini? Nimepewa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Wakati unapoendelea hapo, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina. Sasa tafakari yako kwenye hilo neno, wewe tafakari yako unasema hivi, nimepewa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Nimepewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu katika jina la Yesu. Unaona sasa, kwa sababu usipotafakari hivyo, ule uhalisia katika ulimwengu wa roho wa kuonekana wewe ni mwana wa Mungu hauonekani. Kwa sababu hicho ni kitendo kwamba bado hujaamini. Endelea. Waliozaliwa sasa tunataka twende hapo sasa. Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Sasa hilo neno umelipokea? Wewe ulizaliwa kwa damu, sio kwa damu. Ile halisia ya akili. Tunazaliwa kwa damu na kwa mapenzi ya mwili na kwa mapenzi ya mtu, maana baba na mama yako. Lakini maandiko hapa yanakuambia wewe ulipopewa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Sasa angalia, maandiko yanasema ulizaliwa lakini si kwa damu. Sawa, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Sasa angalia, Yesu Kristo alipozaliwa, Yesu alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yesu baba yake alikuwa Yusufu. Baba yake alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, Mungu hapa anakufanyaje? Mungu anakutoa kwenye level ya ubinadamu. Yaani Mungu anakutoa kwenye asili ya ubinadamu, anakuweka kwenye asili ya Mungu. Sasa maana hapo Mungu anakutoa ndani ya Adamu, anakuingiza ndani ya Yesu. Sema sikuzaliwa kwa damu, wala mapenzi ya mwili, wala mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Unajua, kwa mfano hapo sasa hivi pepo akimanifest, hapo nikamwambia hiki ninachofundisha unakielewa? Atakwambia usirudie tena. Unajua watu, yaani mimi kwa kweli, sikiliza sasa, angalia. Sema mimi ni mwana wa Mungu. Niliyezaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Maana yake wewe ulizaliwa na Mungu. Kwa hiyo ili andiko linakuambia hivi, wewe asili yako si ya kibinadamu. Asili yako wewe ni ya Mungu. Yaani wewe maana yake ni kwamba umebeba asili ya Mungu ndani. Haujabeba asili ya mwanadamu, umebeba asili ya Mungu ndani. Kwa sababu aliyekuzaa ndio asili yako. Kwa mfano, kama umezaliwa na baba yako labda Masala Kulangwa. Sawa. Maana yake wewe asili yako ni Masala Kulangwa. Sasa Mungu anakutoa kwenye asili ya Masala Kulangwa, anakuingiza kwenye asili yake yeye. Kingine kinachokusaidia kwenye hili andiko ni kwamba Mungu anakutoa kwenye mifumo ya ulimwengu na kukuingiza kwenye mifumo ya kimbingu. Sikiliza, magonjwa 100% yanapita kwenye damu. Si ndio? Na yanakaa kwenye damu. Sasa unaposema nilizaliwa si kwa damu, inamaanisha kwamba Mungu anakata connection ya mfumo wote wa ulimwengu kuja kuleta infection kwenye damu. Come on. Tunaelewana? Mungu anakata ule mfumo wowote ambao unapita. Hata kwa mfano yale magonjwa kwa mfano ya kurithi, sawa? Magonjwa ya kurithi
au mizimu inayofuata, kwa sababu mizimu inafuatilia watu kwenye damu, ni ile bloodline kwenye damu, kwamba kwa sababu ukisema ukoo fulani wanachopima ni nini? Ni kwenye damu. Sawa sawa? Sasa angalia, ukisema nilizaliwa si kwa damu, maana katika ulimwengu wa roho umekata kabisa ile bloodline ya ukoo ulikozaliwa. Sasa wewe unaingia kwenye mfumo wa ukoo wa Yesu Kristo ambapo umezaliwa na Mungu. Wengine wanaona kama mzingaoni. Jamani, nilikwambia na kufundisha vitu vigumu kidogo ambao vinaweza vikakupa shida kuvipokea. Bali sasa hivi Roho Mungu ameniruhusu kwamba wewe fundisha sasa. Wapo 2 watatu wanakuelewa vizuri, wewe fundisha. Bali nilikuwa naangalia ule wingi wa watu. Mungu akaniambia hapana, wewe anza sasa kuachilia vitu ninapokupa, wape wanangu, kwa sababu wapo 2 watatu pale ambao wanakuelewa vizuri na wanafanyia kazi. Hata kama kitu ni kigumu, wanakishika mpaka wanaelewa. Sawa sawa? Sasa hilo neno ni la muhimu sana kulitafakari, kwamba nimepewa nguvu za kufanyika mwana wa Mungu. Niliyezaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili. Yaani katika ulimwengu wa roho unajiona kabisa unatoka kwenye mfumo wa ulimwengu, unatoka kwenye mfumo wa ukoo wako, unatoka kabisa kule ndani, kiasi kwamba shetani akikutafuta kuoni, kwa sababu wewe sasa unaingia katika dimension ambayo yeye shetani hawezi kuifikia, kwa sababu ni dimension ya Mungu Jehova Yawe. Ndio maana Yesu alisema hivi, alisema hivi, mimi ni wa juu. Yesu sasa, mimi ni wa juu, asili yangu ni mbinguni, asili yangu si duniani. Sasa ndio asili ambayo wewe umepewa, kwamba wewe ni wa juu. Tena aliimbaga yule nani, Ruaga, sio anaitwa Ruaga, Joel Ruaga. Aliimba wimbo fulani, mimi ni wa juu. Unaofahamu Unaofahamu wimbo? Sasa mimi ni wa juu. Sasa yeye ndio nikaja kuona kwamba huyu mtu alikuwa anaelewa kabisa, kama alifahamu maandiko alikuwa anasema tu wa juu kwa maana nyingine, lakini wa juu maana yake ni kwamba wewe ni wa mbinguni. Asili yako si duniani, asili yako ni mbinguni. Nilikupa mfano siku ile. Balozi wa Marekani ambaye yuko hapa Tanzania. Balozi wa Marekani ambaye yuko hapa Tanzania. Yuko Tanzania, lakini yeye sio raia wa Tanzania. Yeye ni raia wa Marekani, ila amekuja hapa duniani, amekuja hapa Tanzania kuiwakilisha nchi yake Tanzania. Sasa angalia, yuko Tanzania, lakini Tanzania haimlipi mshahara. Kinachomlipa mshahara ni Marekani. Marekani ndio inayomtunza kwa kila kitu. Tanzania anaishi tu. Sasa it is the same like you. Wewe ni wa mbinguni, umekuja hapa duniani, kwa hiyo unatunzwa na mbingu, hautunzwi na dunia. Sasa Mungu akigundua una ufahamu huu, Mungu anaanza kutembea na wewe. Ukitembea mbingu zinatembea juu. Ukitembea mbingu zinatembea juu. Ukiongea jambo, mbingu zina respond kwamba huyu ni mwanangu anaongea. Na Mungu anatupenda sana katika Kristo. Ndio maana maandiko yanasema hakuna kinachoweza kututenga na upendo wa Mungu. Alafu anasema, je upanga, je njaa, je dhiki, je uchi, je njaa, je mateso. Alafu anasema zaidi ya pamoja na hayo yote, pamoja na hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Inamaanisha kwamba wewe, kwanza cha kwanza, hakuna kinachoweza kukutenga na upendo wa Mungu. Ukiwa na njaa, usifikiri njaa imekutenga, Mungu amekuacha. Yaani njaa hii utaishinda kwa sababu Mungu anakupenda. Kwa hiyo utaishinda njaa, utashinda umaskini, utashinda kila aina ya changamoto zilizo mbele yako. Ndio maana yake. Sawa sawa? Ni Warumi ngapi? Warumi 5:35 nafikiri. Hebu fungua Warumi 5 sasa. Warumi 5:35. Hebu fungua kwanza tuione. Ngoja niangalie muda. Saa 6. Umeipata? Warumi
Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Ni Warumi 8? Ndio. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yale yatupenda. Umeona hiyo sentensi? Pamoja na hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Kwa hiyo inamaanisha kwamba changamoto zinazokuwa mbele yako zinakuwepo, ila utazishinda kwa sababu Mungu anakupenda. Sasa hilo andiko lazima ulitafakari. Kama ukiishi bila kutafakari, utaendelea kulalamika. Mwisho wake utafanyaje? Utatumia njia zisizo halali kujipatia riziki yako. Kuna mtu mmoja alikuwa anasema, unajua sasa hivi vijana wanataka majibu. Wanataka majibu ya maisha yao. Sasa majibu ya maisha unayapata kutoka kwa nani? Sio kwa mtu. Unayapata kutoka kwa Mungu. Kwa njia gani? Kwa njia ya kufundishwa neno lililo sahihi na namna ya kumfanya Mungu ajidhihirishe kwenye maisha yako. Ndio maana wanatafuta majibu, wanayakosa, wanatumia njia zisizo halali ambazo zinawasababisha they die. Tumeelewana? Aidha wanakufa au wanazidi kuishi kwenye wakati mgumu zaidi wa maisha. Au mtu anaishi kama digidigi. Yaani hapo na window umehama, umekimbilia huko. Lakini ukifundishwa neno sahihi kama hivi, ukalishika na ukaliishi, hakuna kinachoweza kukuchallenge. Kwa sababu kumbuka, unajua masuala ya kulogwa si uchawi, ni vitu vidogo sana kwenye jamii. Swala ni mifumo aliyoweka shetani katika ulimwengu wa roho. Hivi nataka kuniambia kwamba wanadamu, kwa mfano wote tulioko hapa, wale ambao bado wamepanga, wanatamani waishi kuendelea kupanga? Wao nafikiri ni kitu gani kinachowazuia watu wasipate fedha na wakajenga nyumba zao? Swala sio kulogwa. Swala sio kama mtu ana akili. Mtu ana akili, ila kuna mifumo ipo katika ulimwengu ambayo inakuchallenge. Inakublock kabisa kwamba huwezi kumove hapa. Kwa nini watu wanasoma shule na wanamaliza alafu wanaanza kustruggle mitaani? Kuna mifumo ipo katika ulimwengu wa roho ambayo imeshawekwa kabisa na shetani, ambayo inatenda kazi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo utaona masuala ya kulogana sio haya ni 2% tu. Ni wachache tu ambao wanarogorogo na watu. Lakini maisha kama maisha yanatengenezwa na mifumo aidha ya Mungu au mifumo ya shetani. Ndio maana maandiko yanasema kushindana kwetu sisi si juu ya damu ya nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza la ulimwengu huu. Na maandiko yanatuambia wazi kabisa kwamba sisi silaha za Mungu zina nguvu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo. Kwa sababu mawazo ni ngome ambazo zinakwenda kinyume na elimu ya Mungu. Kwa hiyo mtu asipofundishwa vizuri neno la Mungu, atajikuta ana struggle kwa kutumia njia ambazo Mungu hazijui. Sasa hizo njia ndio zinamuingiza kwenye matatizo zaidi kuliko kumuingiza kwenye unafuu zaidi. Wao nafikiri watu wote Mungu alioweka duniani ni kwamba wasifikie ngazi za vyuo vikuu. Kwa nini watu hawafiki? Kwa nini sio wote wamefika mpaka vyuo vikuu? Ni challenge ya akili. Kwa sababu Mungu hajawahi kuumba kitu ambacho ni dhaifu. Hajawahi. Mungu ameumba vitu vyote vikiwa na nguvu kubwa na akili ya kutosha. Ila kuna challenge zinazotokea katika ulimwengu wa roho. Kuna mifumo mingi, kuna falme, kuna mamlaka, kuna usultani na Mungu anasema na kila jina litajwalo. Vyote hivyo vina fight na mtu huyu mmoja anaitwa mwanadamu. Ngoja nikupe kitu kingine. Kuna wanadamu chini ya jua. Nimefanya research kabisa tangu nilipookoka. Hii naiongea kwa uzoefu. Kuna wanadamu chini ya jua hawawezi kufanikiwa mahali popote bila kuwa na Mungu wa kweli. Kuna wanadamu chini ya jua
watafanikiwa sana kiuchumi bila Mungu, na Mungu hana habari nao. Umeshaje kuligundua hilo? Hilo mimi nimefanya research kabisa ya kiroho na kufuatilia baadhi ya watu. Kuna watu chini ya jua hawatomjua Mungu kabisa, na utaona wanafika hata ngazi kubwa kabisa za kwenye nchi, na Mungu hana habari nao. Lakini kuna watu hapa duniani pasipokuwa na Mungu wa kweli hawezi kwenda popote. Yule mtu ataishi kwa kuhangaika antili tu anaenda chini ya jua na ni chini ya udongo. Yaani ni kuhangaika tu mpaka anaondoka hapa duniani. Ni kwa nini? Mungu anataka, kuna baadhi Mungu anataka wamjue yeye. Na pasipo kumjua yeye kwa viwango ambavyo Mungu anataka, bado utaishi kwa changamoto tu. Kuna maeneo fulani utatamani uyafike, utayafikia kamwe kama huna Mungu. Lakini watu wenye dhambi, watu wachawi, waganga, walozi, wezi, wabadhirifu, wasiokuwa na imani, watafika pale na watakaa. Unajua mimi nikisoma Biblia huwa kidogo nakaa nasema kumbe kweli Mungu hachunguziki. Kabisa. Yaani kuna watu duniani bila Mungu hadi hawezi kufika popote. Na Mungu anaweza kaenda naye akiona bado anakaa, bado tu hana habari naye kabisa. Unafikisha labda around 40-50. Hali inakuwa mbaya until you die. Sawa. Sasa kufa anayejua huwa ni Mungu. Kwamba nani anaondoka lini, nani anaondoka lini ni Mungu. Unless Mungu amekufunulia. Na mimi ninachojua kabisa hasa kwa mimi ndani ya roho yangu, siku zangu za kufa zikikaribia, na uhakika wa 100% nitajua. Labda nianze kumwasi Mungu, nianze kuishi tofauti. Lakini kwa namna kila nikisoma Biblia naona kabisa siku zangu zikikaribia Mungu ataniambia. Kwa nini wakina Musa kwa mfano Musa anamwambia panda mlimani ukafe. Mungu anamwambia sasa panda mlimani ukafe. Na akafika akavua joo, akamvisha nani Joshua, visha hapo akatulia. Wakina nani? Baba yake na Esau nani? Esau na Yakobo. Isaka. Kwa nini Isaka alianza kuwabariki akijua kama muda wake unakaribia? Alikuwa anajua. Aliyewabariki watoto wa Yusufu ni nani? Akageuza mikono hivi. Yakobo. Alipomaliza kuwabariki tu kwa kugeuza mikono, maandiko yanasema akaegemea afu akafa. Kwa nini wao walikuwa wanajua? Kwa nini leo dunia hii leo hawajui? Kwa sababu dunia ya leo watu hawana habari na Mungu. Watu wanataka tu maombezi, aombewe aende akaishi maisha yake. Kuna watu hapa duniani wataishi kwa akili tu na watafanikiwa. Lakini kuna wengine pasipo akili ya Mungu ufiki popote. Utafanya kila namna, utasoma mpaka wapi, lakini ufiki. Na unaweza ukapata hata kama unapotaka ufike. Kwa mfano labda umesoma, alafu na ukapata kazi mahali ambapo unataka upate. Lakini bado maisha utaona yataendelea kuwa yale ya kawaida. Tena wakati mwingine unaweza kusema, mbona hata wakati nilipokuwa sina kazi nilikuwa naishi vizuri? Kwa sababu wakati huo ulipokuwa una kazi akili ilikuwa imefunguka, unajua kutafuta miradi. Sasa ulipoingia ya kusubiri mwisho wa mwezi unaangalia kalenda, akili inafungwa. Wewe unajitulia tu. Wewe kazi yako ni kuangalia tu kalenda. Hivi mshahara mwezi huu ni tarehe ngapi? Ndio kwa tunaishi sisi hivi. Kwa hiyo akili inafanyaje? Inakuwa imefungwa. Sawa eh? Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mwambie Mungu akupe cha kufanya. Sawa? Mwambie Mungu hata ukiwa kazini bado, mwambie Mungu, mimi ndio maana nawapongeza wale ambao wameanza biashara wakiwa bado wako kazini. Hiyo itakusaidia sana.